Okay, kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii, basi cha kukuomba ni kusubscribe katika chaneli yetu na kubonyeza alama ya kengele hiyo, ili uwe mtu wa kwanza kupata maarifa yetu, ili yaweze kukufikia mapema iwezekanavyo pale tuwezapo kutuma. Okay, leo tuzungumzie biashara ndogo ndogo ambazo zinaweza zikatengeneza hela nzuri kabisa, ambapo ukianzisha na ukawa na discipline au ukawa na heshima na biashara yako, unaweza ukapata pesa nzuri tu. Mfano hizo biashara hapa, nimeandaa biashara 7. Tuanze namba 1, ni kibanda cha chips. Kibanda cha chips ni biashara ndogo ndogo ambao ukiwa na heshima na ukaipa muda na nguvu, inaweza kukutengenezea hela nzuri tu. Kibanda cha chips unaweza ukachagua sehemu ambao watu wapo wengi, kuna mzunguko mkubwa wa pesa, ambapo watu wanaweza wakawa wanapenda chips sana, wanakula chips kwenye sehemu mbalimbali. Kuna watu kwenye mzunguko wa watu, kama sehemu ina watu wengi, wapo watakao kula chips. Kwa hiyo ukiweka kibanda cha chips, basi utafaidika na hao wateja, utakula chips, utatengeneza hela. Biashara ya pili ni duka la vitu vya nyumbani. Mahitaji ya nyumbani haishi. Vyombo mbalimbali vya nyumbani, sufuria, vibakuli, sahani, haishi. Kila siku watu wananunua, kila siku watu wanavitumia, vinachakaa, vinaharibika, lazima anunue. Kwa hiyo ukiweka duka la vifaa vya nyumbani, basi utapata faida, utauza sana. Hiyo ni biashara ya pili. Uzalishaji na utengenezaji wa sabuni. Nowadays watu wanatengeneza sabuni, sio hana kiwanda, lakini anatengeneza sabuni ya kienyeji, sabuni ambao haijapitia kiwandani, na ni sabuni nzuri na watu wananunua, wanaitumia. Ukipata ujuzi wa kutengeneza sabuni, basi wewe umepata ujuzi wa kukutengenezea hela, kutengenezea pesa. Tafuta huo ujuzi wa kutengeneza sabuni, tengeneza sabuni, uza. Utaweza kwa kupitia mtandao au kwa kuuza mtaani, utapata hela. Hiyo ni biashara ya 3. Ya 4 ni duka la dawa muhimu. Duka la dawa muhimu ni duka ambalo linatengeneza pesa sana, kwa sababu kila siku watu wanaumwa, kila siku watu wanahitaji dawa. Ukiwa na duka ambalo lina dawa muhimu, mfano Panadol, watu wanahitaji Panadol kutuliza maumivu, lazima waje kununua. Na so wanaanzisha kwa hela kubwa, kwamba una mtaji mkubwa. Ni hela ndogo, unaweza hata ukaanza kwa 100,000 na ikakutengenezea hela nyingi, kwa sababu kila siku watu wanakuja kununua dawa. Kila siku watu wanahitaji dawa, kwa utatengeneza pesa katika biashara hiyo. Ni biashara ndogo yenye mtaji mdogo, lakini inatengeneza pesa nzuri. Biashara ya 5 ni biashara ya juisi za matunda. Hii biashara mjini inahitajika sana, sehemu mbalimbali inahitajika sana, sehemu zenye watu wengi. Watu hawahitaji soda za madukani, wanahitaji juisi za matunda. Kwa ukipata mashine ya kutengenezea juisi za matunda, mashine hata ya bei ndogo ya 20,000, ukipata mashine ukapata matunda ukatengeneza juisi, utauza sana na utapata faida kubwa kwa mtaji mdogo. Hiyo ni biashara ya 6. Biashara ya 7 ni uuzaji wa chakula cha mifugo. Watu wengi saizi wanafuga chakula, lazima anunue. Mfano kuku,
watu wanafuga kuku za kisasa na ndo zenye soko sana, kwa wanahitaji kununua chakula, ambapo wewe ukiuza hicho chakula, watu wengi wanafuga kuku, watu wengi wanafuga kuku na wanaendelea kufuga na kwa kiwango kikubwa. Mtu mmoja unakuta ana kuku mpaka 200. Kwa hiyo ukijitolea ukauza chakula cha kuku kwa mtaji mdogo sana, lakini utapata faida kubwa sana, kwa sababu watu wengi wananunua, watu wengi wana uhitaji wa hicho kitu. Kwa ni biashara ndogo ambao unatumia mtaji mdogo, lakini ina faida kubwa. Hizo ni biashara ndogo ndogo ambazo unaweza kuzifanya na zikakupa faida kubwa kwa mtaji mdogo, sio mtaji mwingi, mtaji kidogo sana. Kwa leo tushie katika hizo biashara ndogo ndogo ambazo unaweza ukapata pesa kwa mtaji mdogo. Kama hujasubscribe, kumbuka kusubscribe hapo chini, kulike pia na kucomment, na pia bonyeza kialama cha kengele ili video zetu zikufikie muda sahihi. Asanteni.